وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين، وارزقنا فهم النبيين وفصاحة المرسلين وعبرة المتقين وإلهام ملائكتك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo tunaendelea na surati al-Ghashiyah aya ya 6, haithu yaqulu tabaraka wa taala laysa lahum ta'amun illa min dhari'i la yusminu wala yughni min ju'i. Tuko hapo ni 6 sababu nakotumia huko hakuna namba. Tukiendelea na kuzieleza habari za watu wa motoni, nini wanakutana nacho humo? Mwenyezi Mungu anasema laisa lahum ta'amu, hawatokuwa wao na chakula, au hakutokuwa kwao na chakula, illa min dhari'i, isipokuwa miba. Ndio chakula cha watu wa motoni, ila min dhari'i. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'i. Tulikotoka tumeeleza vyakula, tumeeleza vinywaji tulikotoka tusqa min ainin aniya, tulisema hivyo Baada ya kinywaji, Mwenyezi Mungu anakuja kueleza chakula cha watu wa motoni, kwamba kinywaji chao ni maji ya chemkayo. Sasa anazungumza chakula kikoje? Laisa lahum ta'amun illa min dhari', hawatokuwa na chakula isipokuwa miba. Na dhari' ni neno la Kiarabu. Waarabu wenyewe wakasema Quraishun tusammihi fi rabi'i ashibriq. Unapofika ule msimu wa mvua za vuli, ule mti Waarabu huwa wanauita shibriq, ashibriq, katika msimu wa mvua za vuli. Wa fi saif, lakini kinapoingia kiangazi wanauita adhari'i. Wa huwa shajaratun dhatu shaukin, ni mti wenye miba sana. Shajaratun dhatu shauki, mti wenye miba. La ti'a bil ardi, au la ti'atun bil ardi, unapoota huwa unashikamana na ardhi, haukui, ndio unaitwa dhari'. Sasa Qur'ani inasema laisa lahum ta'amun illa min dhari'i, hawatokuwa na chakula isipokuwa ni miba. Ndio maisha ya kule. Ukitaka maji ya moto, tena yaliyopitukia viwango. Ukitaka chakula, adhari'i, miba. Mtume alipokuwa anapelekwa Isra'i na Mi'raj kwenda kupewa zile swala 5 zile. Hizi swala 5 tunazoswali zina utukufu wake, kwamba hakuletewa huku kama zaka, hakuletewa huku kama saumu ama njoo. Wakati anakwenda kupewa, baadhi ya wanawachuoni wanasema mtume alionyeshwa alama 11 alama. Alifika sehemu katika bonde, katika hiyo safari yake,
ata sallallahu alayhi wasallam ala wadi, mtume alifika katika bonde. Fasami'a sautan munkira, akasikia sauti ya ajabu sana. Lile eneo alipofika akasikia sauti ya ajabu kweli kweli. Fasami'a sautan munkira faqala ya Jibril, mtume akasema, ewe Jibril, ma hadha saut, hii sauti gani? Munkira, ya ajabu. Halafu si ajabu tu, yani inakarahisha kuisikia. Kauliza, kwa sababu mtume alikuwa mwalimu wake mkuu ni Jibril. Ikifika sehemu jambo halielewi anauliza, na ndio Qur'ani ilivyosema, fasalu ahla dhikri, waulizeni wenye kujua, in kuntum la ta'lamun. Ukiona hili jambo mimi siwezi, basi uuliza, wala usione vibaya kuuliza. Anamuuliza mtume Jibril, sauti gani? Anasema, hadha sautu jahannama. Jibril anamwambia, hiyo sauti unayosikia ni ya moto wa jahannam. Hiyo sauti unayosikia ni ya moto wa jahannam. Mtume alisikia kweli, japo sisi tulikuwa tukijaribu kutishwa zamani kuwekwa sawa. Sisi tulikuwa tukiambiwa na wazee wetu, nataka kusikia jahannam ikoje? Ziba masikio. Na ziba masikio mawili ya. Ziba masikio mawili unasikia kuna mungurumo fulani Sisi ndio tulilelewa hivyo. Japo si kweli, lakini ilitusaidia. Tulianza kuswali bado wadogo. Leo hii mtu haswali, unamuona ule mkao hata siku anaozeshwa unamshinda. Amekaa namna hii kama jengo. Huyu kaanzia ukubwani huu. Atayatu, yani anahisi imamu kama vile anasoma surati al-Baqara. Yani nakaa naumia kulikweli. Imamu atamaliza saa ngapi? Tuanzeni tuwalee watoto wetu bado wadogo. Tuwatengenezee mbinu. Si tulilelewa kwa mbinu. Mpaka tukajua kumbe ule ulikuwa mkwara tu wa wazee. Lakini ndio hivyo, tuisha swali, tumeshanyoka. Turudi katika historia. Mtume anamuuliza Jibril, sauti gani hii naisikia? Jibril anamwambia, hadha sautu jahannama, hii sauti ya jahannam. Takulu, jahannam inazungumza na Mungu, inasema. Jahannam inazungumza na Mungu, inasema, ya Rabbi itini bi ahli. Itini, mada gani hiyo? Al-badali, unaweza ukaifunga au kuifungua. Itini au itini, sawa kumbe uko vizuri, nijua saumu ghadi imekushika. Itini, jahannam inamwambia Mwenyezi Mungu, nipe bi ahli, watu wangu, nipe. Yani sasa hivi sisi tumekaa tumefunga hapa, lakini jahannam kila siku inamuomba Mungu, wale jamaa wanakuja lini wale? Ndio maana sisi tunasema baada ya swala, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna, ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nari. Tunakuomba pepo, lakini tunajilinda kwako na nini? Na moto. Kwa sababu moto unamwambia Mungu, itini bi ahli, niletee watu wangu na wataka. Wabima wa'adtani, na uniongezee vyote ulivyoniahidi kwamba vitakuja humu. Niongezee vyote. Tuko pale, laisa lahum ta'amu illa min dhari. Tena moto unamwambia Mwenyezi Mungu, faqad kathurat salasili, faqad kathurat salasili, minyororo ishakuwa mingi. Kuna watu watafungwa katika minyororo, dharuha 70 dhiraa. Maelekezo ya Mungu, faslukuhu, mfungeni huyo. Minyororo dhiraa 70 unafungwa wewe. Leo pingu tu mtu inambabaisha. Sasa kuna minyororo Mwenyezi Mungu anasema 70 dhiraa. Sasa jahannam inamwambia Mwenyezi Mungu, imekuwa mingi minyororo, wa aghlali, na pingu zimeisha kuwa nyingi humu,
hatuoni wa kumfunga, walete hao. Wasairi, na milipuko imekuwa mingi. Sairi, hawezi kusema na moto umekuwa mwingi, milipuko. Sairi ala wazni fa'ili, likathratin fa'alun au fa'ulun, fa'ilun au mith'alun. Zile ziko tano. Likathratin fa'alun au fa'ilun, fa'ilun au mith'alun au fa'ulu. Sair ala wazni fa'il, milipuko imekuwa mingi. Moto unamwambia Mwenyezi Mungu. Tuendelea. Wahamimi, na maji yangu ya moto yashakuwa mengi. Maji ya moto ya kunywa watu wa humu yashakuwa mengi. Wa ghasaqi, na usaa wangu ishakuwa mwingi. Kuna watu watakunywa usaa. Illa hamiman wa ghasaqa jazaan wifaqa. Kuna usaa mule. Leo si unatumbua kidonda au jipu, alafu unafuta, utaki hata kuona. Ukitoka unaambia mtu katupe kule, katupe kule. Lakini kuna watu watakunywa maji ya chemkayo wa ghasaqa. Tena anasema jazaan wifaqa. Usione tunafanya hivyo tunawaonea, ni malipo yanayofanana na walichofanya. Jazaan wifaqa, yani ni malipo sahihi na kile ulichofanya. Ndio Qur'an inasema jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Walikuwa hawajui kama kuna siku ya kuhesabiwa. Fakadhabu bi ayatina kidhaba, aya zetu walizikataa sana. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, na kila kitu tulikihifadhi kwa kuandika. Kila kitu Mwenyezi Mungu anasema tulikihifadhi kwa kukiandika. Wewe unakiona kidogo, kumbe kimeandikwa. Sasa moto unamwambia Mungu, usaa ushakuwa mwingi. Usaa umeshakuwa mwingi humu. Waghislini, na maji yangu ya vidonda yalishakuwa mengi. Alghislin, kama wewe ulikuwa unajipu ukalitumbua, huwa kuna yale maji yanayovuja yale. Yani ushatumbua ule usaa, ushakamua umetoka, huwa kuna maji yake yale yanaitwa ghislin. Na yenyewe kuna watu watanyweshwa katika moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atulinde, atuhifadhi, atudumishe katika ibada. Sasa moto unamwambia usaa mwingi. Ghislini, maji ya vidonda ishakuwa mengi. Wabauda qa'ari, na kina changu kishakuwa kirefu. Kina kile kwenda chini kimeshakuwa kirefu mno. Yani unatupiwa, yani mpaka kufika huko sheikh. Shataabika kweli kweli. Wabauda qa'ari. Washtadda harri, na joto langu limeshakuwa kali. Itini bima wa'adtani. Moto unarudia tena kumwambia Mtume, anasikia, anasikilizishwa. Jibril anamfasiria. Moto unasema 1 2 3, nipe ulichoniahidi. Kala Mwenyezi Mungu atauambia moto. Na ndio fasiri ya Jibril, anasema unajua Mungu aliuambia nini? Aliuambia laka kullu mushrikin. Ataingia kila mshirikina wa mushrika na mshirikina wa kike. Ushirikina shirikina mbaya. Tena siku hizi tayari siku hizi mpaka vitoto vya miaka 8 vinaroga. Wewe unakumbuka kuna kitoto kimoja tulikuwa nacho darasa Sheikh. Tulikuwa nacho darasa. Sasa mmoja katika vijana akakitia konzi. Kikamwambia tutaona. Kwa hiyo alivuka barabara, alikutana na aisi. Kaanza kutafakari, hichi kitoto kina nini? Lakini kuja kuangalia nyuma ya pazia, nyumbani wanatoa taaluma hiyo. Yani kila mtoto atakayezaliwa lazima ashikishwe kibuyu, afanye kazi, aingie front. Kwa hiyo kuna vitoto vingine unaviona vidogo vidogo, tihani mtupu. Nishaanza kufundishwa
kia nyumbani. Ukiwa kiongozi, kesi nyingi zinakuja. Ishawahi kuja kesi kwangu, watu wameletana, mama mtu mzima kamshika mwanae, twende kwa shehe. Shehe msikilize huyo. Msikilize nini? Wewe acha seme. Na kusikiliza, huwa tunatoka wapi? Na sasa huwa tunatoka, mimi nikamuuliza wapi, nikajua nyumbani. Mtoto akasema usiku. Na nani? Shehe tajwa listi. Tuna hapa. Mama fulani. Kwanza mimi ni huwa nakataaga wananipiga. Mtoto kimwangalia yule darasa la 5. Darasa la 5. Sasa haya mambo, na ukishazoea kule kutoka shehe, ni mtihani. Sasa Mwenyezi Mungu anaupa mamlaka moto, anamwambia laka kullu mushrikin wa mushrika. Humu wataingia mshirikina wa kiume na mshirikina wa kike, wa khabith na mshenzi wa kiume, wa khabitha na mshenzi wa kike. Mshenzi wa kiume na mshenzi wa kike. Nishamwona mtu mmoja, acha yule nilosema juzi, tulikuwa tunakaa naye jirani. Yaani shekhe, wanawake wanapishana kwake kama magari. Anatoka huyu anaingia huyu, anatoka huyu anaingia huyu, anatoka huyu. Kwa siku analaza wanawake 5, 4, 6. Kwa uchache yani hapo. Kwa uchache. Kimwambia kwamba kila mtu na maisha yake bwana. Lakini hatunaye sasa hivi. Sasa hivi anatumikia kile alichokuwa akitoa majibu yake, kwamba kila mtu na maisha yake. Alikufa yule bwana. Wao namjua. Ni hatumtaji. Udhkuru mahasina mautakum. Sasa tukianza kutajana tena hapa. Lakini tunakuja katika mfumo wa mafunzo. Moto unaendelea kumwambia Allah, wa kulla jabbarin la yu'minu biyaumil hisabi. Na kila jabbar ambaye haamini kama kuna siku ya mwisho, jeuri, mkaidi, la yu'minu biyaumil hisab. Haamini kwamba kuna siku ya mwisho. Taala moto ukamjibu Mwenyezi Mungu, radhitu, nimekubali. Hao ndio mtajia kwamba watakuja huku, nimekubali. Tarudi laisa lahum ta'amun illa min bari'i. Hawatakuwa na chakula isipokuwa miba. Abi Huraira, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukitoka hapa tutazungumza pepo. Wanasema mbona moto tushia na tutisha? Tukitoka hapa tunaenda kuzungumza pepo. Haya, pima mwenyewe baada ya kupata habari ya pepo. Sasa unaamua kupambana au unaamua kudirei, utajua wewe. Abi Huraira, sahaba wa Mtume radhiyallahu anhu, kala, yeye anasema, bainama nahnu julus, siku moja tulikuwa tumekaa inda nabii sallallahu alayhi wasallam, mbele ya Mtume Muhammad, kama hivi tulivyokaa leo. Anasema masahaba walikuwa wamekaa inda nabii, wamekaa inda nabii, mbele ya Mtume, fil masjidi, katika msikiti, maa ashabihi, pamoja na masahaba. Mtume yuko na masahaba. Abu Huraira na hadithia, tulikuwa kwa Mtume. Kala, Mtume akasema, lau kana fi hadha almasjidi. Sikiliza vizuri hapo. Lau kana fi hadha almasjid, laiti angekuwepo katika huu msikiti. Lau kana fi hadha almasjid, mi'ata alfin au yazidun, watu 100,000 au zaidi ya 100,000. Yani humu ndani kungekuwa kuna watu 100,000 au zaidi ya 100,000. Wa fihim rajulun min ahli an-nar, ikatokea tu akaingia mtu katika watu wa motoni, yani katolewa kule akaletwa akawekwa kule ukutani. Wa fihim rajulun min ahli an-nar, mkaletewa tu mtu mmoja, yani kaupolewa kule katika moto akawekwa mwisho wa msikiti. Rajulun min ahli an-nar fatanaffasa,
Yule mtu akapumua tu, au fatanafasa akajamba. Tunaelewana? Yani kaamua tu kukaa kule, kaachia ushuzi kule. Mtume anasema fa asabahum nafsa, ile harufu ikaenea, la ahraka almasjidu wa man fihi, msikiti wote ungeungua na waliomo. Si unanielewa wewe huu moto wewe? Na yule mtu akiachia tu kule chuma kule, ile harufu ikisambaa, watu chali na msikiti hakuna. Hem, niambie wewe umewekwa siku 3. Itokee sasa siku 3 kaa humo. Na ndiyo siku hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama atakwenda, atakaposikia mayowe katika moto, atajua mule kuna watu wangu wa la ilaha illa Allah. Atakwenda kuomba Mwenyezi Mungu amtolee watu katika moto. Atakwenda kuomba. Kina wengine hapa sisi. Leo umedikira, leo uko msikitini, kesho uko kwenye betting, umerudi huku. Si mtu asangoja ni wafate wale. Azizun alayhi ma anitum, yanamuhuzunisha yanayokutabisheni. Mtume Muhammad harisun alaikum, anakuhangaikieni. Atahangaika Mtume mpaka siku ya Kiyama. Atakwenda, Mwenyezi Mungu atatoa kundi, shika bwana, nenda bwana, isha kutangazia ittakhadtuka habibi, wewe ni kipenzi changu, siwezi kukuhuzunisha. Haya, toa watu wawapeleka. Tuna daraja kubwa, siku ambayo Mwenyezi Mungu aitangaza la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahmanu wa qala sawaba. Yani hatopewa ruksa mtu ya kusema siku hiyo, lakini Mtume atakwenda, atatolewa kundi. Ndio tukaipata ile rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Pale ndio watatamani na wale wengine wangekuwa Waislamu na wenyewe wangekuja kuombewa na Mtume. Mtume akikaa katika pepo anasikia yoe tena kula. Sasa bado wapo watu wangu kule. Mtume atanyanyuka, atarudi tena. Mwenyezi Mungu atatoa kundi. Chukua. Lisha kutangazia istakhatuka habibi, wewe kipenzi changu wewe. Akikaa atasikia watu tena. Mtume atasema la, nakwenda. Atakwenda, ataomba, atakaliwa kimya. Muhammad kaamua kukaa kimya. Ukaniheshimu sana. Yaani ukiona hata wewe kama una jamaa yako unaenda umefanya hivi, kakuangalia tu umefanya hivi, kakuangalia tu, afu siku ya mwisho umefanya fana kuangalia tu. Ndio Muhammad kaniheshimu. Hapa nisije nikalitibua. Mtume atasema hawa ambao Mungu kaninyamazia ni wale ambao Qur'ani imewafunga, hawakuitaka. Ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Sehemu wakisikia tu kuna maneno ya Mungu mtu anakimbia. Sasa uangalia, wewe unadhani hata sisi tukitoka tuyapati hayo matokeo watu waliokimbilia? Na huenda ni rushwa tu humo. Hamna hata mechi ya maana huko. Hamna ya maana. Kuliko hizi faida utakazopata hapa leo. Tuko laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tuko na aya moja, tuongeze hiyo. La yusminu wa la yughni min ju'i. La yusminu, chakula hicho hakinenepeshi, wala yughni min ju'i, wala hakisaidii kutokana na njaa. Hakisaidii kabisa. Na ndio ukisoma ile safari ya Isra na Mi'raj. Isra na Mi'raj, Mtume ata ala qaumi, aliwafikia watu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ala akbalihim rika'u wa ala adbarihim riqa'u. Yani mbele huku, sehemu zinazostiri mbeleni huku kuna kijitambaa, wa ala adbarihim riqa'u, na huku zinako panakostiri huku makalio, msiseme ile lugha takosea, na kwenye kuna kijitambaa.
Yani aliwakuta watu Mtume, yani alikuwa akionyeshwa dalili halafu anapewa majibu. Kwamba unamuona yule yuko hivi yule bwana kule alikuwa anafanya 1 2 3. Unaona hapa? Hapa alikuwa anafanya 1 2 3. Yani Mtume asome aje atusomeshe. Aliwakuta watu wako uchi, lakini hizi sehemu za mbele kuna kitu kijitambaa tu, na huko nyuma kuna kijitambaa tu, kiasi kwamba akirukuu biashara yote duka liko wazi. Mtume aliwakuta watu hao. Tena yusrahuna kama tusrahu al-ibil wal-ghanam. Tusrahuna kama tusrahu al-ibilu wal-ghanamu. Wanachungwa kama wanavyochungwa ngamia na kondoo. Au wameachiliwa wale majani kama ambavyo huwa wanaachiliwa ngamia na kondoo. Unapomwachilia ngamia wale huwa humchagulii jani ili kula ili acha. Tumeichukua hiyo tusrahu katika maana wasarihu hunna. Wanaachiliwa. Amsikuhunna bimaarufi au sarihuhunna maarufu. Tumechukua kule uzani huo. Wameachiliwa kama wanavyoachiliwa ngamia na kondoo. Kondoo anapokula majani humchagulii majani, yeye anakula yoyote, na watu watafanywa hivyo. Wayakuluna ad-dari' waz-zaqum, na wanakula hii dari' miba, waz-zaqum na mti wa mzaqum ambao Qur'ani imetaja inna shajarata zaqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghali al-hamim ila akhir al-ayat. Wanakula, na si hivyo tu, pia wanakula makaa ya moto wa Jahannam. Makaa ya moto wa Jahannam. Leo hii tunasikia kuna kitu kinaitwa makaa ya nini, ya mawe. Ya mawe na wanapikia si ndio? Mimi sio mjuzi sana wa dunia, ila baadhi ya watu wanasema kwamba unaweza ukawa nayo mawili ukapika na ukaivisha. Sasa haya katika Jahannam yapo kwa ajili ya kubusti ule moto. Afu naambiwa wewe kula. Zimekuja habari tu kwamba Nabii Musa aliweka tu kaa la moto, afu akalitema, akaathirika na kigugumizi maisha yake yote. Aliathirika na kigugumizi, na huo ulikuwa ni mtihani. Riwaya hiyo inasema ilikuwa ni mtihani baada ya Firauni kuwa anahisi, mbona mtoto mdogo ana akili nyingi, huyu hawezi kuwa katika wale ambao watakaokuja kupindua utawala wangu, mbona ana akili nyingi, genius. Sio leo vizuri. Lakini mke wa Firauni alikuwa anatetea, anambia muache bwana mume wangu. Vipi bwana, unamsukia, mbona mtoto mwenyewe hana hata maneno na kadhalika na kadhalika. Tumtesti huyu. Ikawekwa tende, ukawekwa moto. Akaenda akachukua moto. Unajua unaweza ukawa mjanja afu sometime ukawa fara. Yaani yule mtoto alishika yule mkaa wa moto akaweka katika swali, kwa nini haujaunguza mkono uende ukaunguze mdomo? Sasa yeye Firauni aliona katema kaungua huyu hajui chochote huyu. Kama anafikia, lakini pale kwa nini hakujiuliza mbona mkono umekuwa salama? Sasa kile kigugumizi, zipo riwaya zinasema kilisababishwa na lile tukio. Sasa vipi wewe unaambiwa kula kaa hili? Kwa hiyo Mtume aliwaona watu wakati anakwenda Isra'i wanakula makaa ya Jahannam wa hijaratiha, na mawe yake, mawe ambayo ndio kuni hizo, waqudu hannasu wal hijara, wanakula na mawe yake. Mtume anamwambia Jibril, man haulai ya Jibril, kina nani hawa? Jibril anamwambia haulai alladhina la yuaduna sadaqati amwalihim, hawa ni watu hawatoi zaka. Hawatoi zaka. Tuliambizana siku ile kwamba dunia leo imekuwa ya hovyo, matajiri na maskini hawaelewani kwa sababu hamna zaka. Sasa yani wewe kila siku tu rafiki yangu unakula vizuri, afu mimi nakula vibaya vibaya, afu hakuna kinachotoka kwako kuja kwangu, alafu unaniambia nikupende. Jubilatil qulubu an tuhsina
ila man ahsana ilaiha. Ndio Mtume anatuambia hizi nafsi zimeumbwa kumpenda anaye zipenda, si ndivyo hivyo? Yaani wewe unagundua kabisa fulani hakupendi, huyu bwana anipendi, halafu eti na wewe unaambiwa mpende tu, mpende bwana. Sasa leo dunia imekosa amani kwa sababu kiunganishi cha matajiri na maskini kimekatika. Kiunganishi hiki ni zaka. Kiunganishi hiki ni zaka. Leo watu wanarundika pesa benki, mpaka alipokuja yule mheshimiwa mwenda zake ndio akafika akazichukua akalalamika sana. Sasa hivi wamerudi kwenye reli, wanarundika tu jamaa malan wa addada. Jana nilikuwa pahala nikaambiwa niwasalishe Sheikh, matajiri matajiri kulikweli. Na mimi nikasema hapa si wanajua hizi sura hizi wanazijua. Raka ya kwanza ilikuwa magharibi, nikapiga wailul kuiumaza tuliumaza alladhi jamaa malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadhanna. Sasa kama walielewa shauri yao, hawakuelewa shauri yao. Sasa unaambiwa msalishi, afu unajua kabisa huyu mwamba ana mzigo, alafu hii sura tafsiri anaijua, afu namsomea kul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa min sharri ghasiqin idha waqa min sharri, na usiana na yeye. Wewe piga alladhi jamaa amana wa addada, kwamba hizo alizokusanya hizo anadhani kwamba mali zake zitamfanya aishi milele. Kalla, haiwezekani. La yumbadhanna fil hutama. Hiyo raka ya kwanza. Ya pili nikapiga raita. Hakuna haja ya sura za katikati za msaafu, piga da'wa hapo, ndo sehemu. Ra'aita alladhi yukadhibu bid-din dhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hapo dawa yake imeisha. Tunahamia wengine, fawailul lilmusallin au wengine. Sasa hivi umemuona yule ambaye anayekadhibisha kiyama? Katika sehemu ya kukadhibisha kiyama ni kumtelekeza, kumnyanyasa, kumsimanga yatima. Sio hivyo tu, wala yahuddu wala haimizi ala ta'amil miskin. Yani wewe ukishakuwa na mzigo, wahimize matajiri wenzio. Ni rahisi tajiri mwenzio kukuelewa kuliko mimi nikamwambie tajiri lisha maskini. Atahisi njaa imenipanda usiku sikula, sasa nimeamua nije na aya hizo kwake. Lakini akienda tajiri mwenzie, tulisheni hao, itasaidia sana. Wewe unadhani hata kama wewe unataka kumpa nasaha Sheikh Msabaha, ukaja wewe mwenyewe Sheikh, unatafuta kugombana. Sheikh Ndaki anakuambia Sheikh Msabaha bana, kuna 1 2 3. Na ndio Mtume alivyofundisha, ablighu hajatan man la yastati'u iblagha hajatihi. Alijua kabisa kuna watu hawezi kufikisha sehemu mpaka wapitie kwa mtu. Kwa hiyo hawa ambao ndio midfield wakaambiwa fikisheni matatizo ya watu ambao wao hawawezi kuyapeleka. Wewe uko karibu na diwani, unajua kabisa mimi diwani hatuwezi kwenda. Shendake kazungumze na diwani. Shendake unajua na mbunge, nenda kamwambie. Lakini wakati mwingine ukienda mwenyewe inaweza ikasababisha hata kile unachokipeleka ukafeli kutokana na sehemu position yako. Na ndio tunaambiwa man arifa makanahu faqad naja, anayejua position yake huyo kafaulu. Yani ukijua tu position yangu mimi hapa, yule mimi kumkabili siwezi, yule paka tumpe fulani ndo aende. Kwa hiyo ukipata fursa fikisha ujumbe. Na mimi nilitaka kuyasema haya kama ningepewa nafasi ya kusema, lakini wakanipa nafasi tu ya kusalisha. Nikasema basi hii fursa tena, wa matajiri wa Arabu, wa Hindi, wa Kishia, wa matajiri wanajua sana hivi, wanajua, ila kujisahau tu. Na sisi tunachoomba Mwenyezi Mungu atupe, lakini asitufanye tukasahau.
Ikafika pahala unaambiwa anfiq fi sabilillah, unasema qala innama utituhu ala ilmin indi, kama Karuni. Karuni alikuwa na akiambiwa toa, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Anaambia hichi alichokupa Mungu tafutia akhera, lakini pia sehemu ya dunia usisahau. Yani ule vizuri, uvae vizuri, usomeshe. Yani toa, lakini usisahau pia kusomesha, kula, kulala. Isije kama unatoa mpaka umeme unakatika kwako eti nilitoa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yeye alichowaambia watu, innama utituhu ala ilmin indi, mimi nimepewa hivi kwa sababu na maarifa na degree mimi, ala ilmin indi, nimesoma, nimetumia akili sana, sikupewa kizembe. Lakini kuna watu katika haya maisha Mwenyezi Mungu kawapa, walikuwa wakisukuma mikokoteni, leo wanatembelea mabenzi. Uongo? Yupo mtu mimi namjua alikuwa anaitwa Juma Makamasi mpaka Sheikh, ukienda gari zilizopaki nyumbani kwake unaweza kaisi ni yadi anauza magari. Tulisoma nayo Juma Makamasi. Yani ilikuwa akili hazimtoshi na kamasi zimeisha kuwa nyingi kwa akili yake ilivyo, lakini leo anamiliki. Sasa unasema wewe eti akili ndio inaleta hela? Kwa akili alizokuwa nazo kipindi hicho, yakinunua maandazi afungi kwenye gazeti, atia kwenye kaptula ya shule, unajua wewe na mwalimu wako. Lakini leo anamiliki magari. Yani akinunua kitumbua, andazi, chapati anatia kwenye kaptula ya shule. Na ukiwa na mtoto ukimwona ana tabia hizi, zidisha dua. Huyo kama ni shule mnamaliza viatu, au anakunja daftari afa analitia mfuko wa nyuma. Hamna msomaji hapo. Peleka gereji. Peleka gereji. Hamna msomaji. Kwa inshallah sisi leo tuliamua kwa sababu Ijumaa nimesema na ila asiri nimesema, tumetabaru kuna aya hizi mbili, tunaingia katika faida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal afwa minkum.